Hivi unajua iPhone 14 Pro Max haitengenezwi tena? Na sio 14 tu, hata iPhone 15 Pro Max haitengenezwi tena. Na sio hizo tu, hata 16 Pro Max hii ya juzi Apple hawatengenezi tena. Najua utakuwa unajiuliza, hizi ambazo tunazinunua ni feki au zinatoka wapi? Wakubwa wengi wamekuwa wananiuliza simu refurb ni simu za namna gani, na kwa nini iPhone ambazo zimeacha kutengenezwa bado zinapatikana? Na je, hizo ambazo zinapatikana ni simu fake au ni simu za namna gani? Ndio maana leo niko hapa. Mwana kitu nataka ujue, haya makampuni makubwa Apple, Samsung na makampuni mengine huwa wanatoa simu kila mwaka kwa ajili ya kushindana na pia teknolojia ambavyo inaenda. Na baada ya kutoa simu mpya mwanakita, simu ya nyuma huwa wanaacha kutengeneza ili kupisha production na mauzo ya simu mpya. Kwa mfano, mwezi wa 9 17 Pro Max imetoka. iPhone 16 Pro Max wameacha kuitengeneza kwa ajili ya kupisha production na mauzo ya 17 Pro Max. Baada ya S25 Ultra kutoka pia mwezi wa pili mwanakita, S24 lazima ipishe production na mauzo ya S25 Ultra. Lakini je, hizo ambazo zinaanza kupatikana ni simu za namna gani? Hizo mwanakita ndo tunapata simu ambazo zinaitwa refurb. Na kama hujui mwanakita, refurb kwa lugha nyingine tunaita pre-owned phone. Ni simu ambayo iliwahi kumilikiwa before. Baada ya kumilikiwa mwanakita, mtu ambaye alikuwa anaitumia, inawezekana kukawa na option tatu. Anawezekana simu ilimharibikia, baada ya kumharibikia akapeleka kiwandani au kwa supplier. Inawezekana yeye tu alitaka kufanya exchange akapeleka kiwandani au kwa supplier, au inawezekana mwanakita simu yake alivyonunua tu hakuridhika nao kipindi kile kile akarudisha kiwandani. Baada ya mwanakita supplier au hicho kiwanda kinaweza kuangalia kama ni simu imetumika sana, lazima utabadilisha kioo, utabadilisha bodi, utabadilisha betri na vitu vingine ambavyo vina changamoto, then watairudisha sokoni as refurbished phone. Na hivyo ndo namna ambavyo refurb huwa inapatikana. Na simu pia ambazo huwa zinapatikana baada ya kuacha kutengenezwa, ambazo zinapatikana kirahisi, zinakuaga ni refurb. Na tena mwanakita unatakiwa ujue pia kupata refurb ya simu husika huaga pia si rahisi. Kwa mfano, kupata refurb kutokea Apple kabisa sio rahisi, na in case ukaipata inakuwa ni ghali sana. Na ndio maana sub-Saharan countries na developing countries, hata nchi yetu hii, si rahisi kabisa kupata refurb kutokea Apple Store, kwa sababu hata ukiipata gharama zake zinakuwa ni juu sana, ambapo inakuwa sio rahisi kwa mtu wa kawaida kuafford. Unakuta kwa mfano, mimi nilivyoenda Dubai nilipata iPhone 13 Pro Max refurb kutokea Apple Store. Hiyo mwanakita ilikuwa more than 1.9 million. Hapo mwanakita sijaweka usafiri, sijaweka mimi namna ambavyo unaweza kufanya biashara. Kwa obvious ningeweza kuuza labda zaidi ya milioni 2. Kitu ambacho ukitoa hiyo zaidi ya milioni 2, cha kwanza utapata iPhone 14 refurb na utapata na change. Kwa hiyo si rahisi kwa nchi ambazo zinaendelea kumuelewesha mtu akaweza kununua simu ya namna hiyo. Lakini pia unakuta zingine zinakuwa zinakaribiana kabisa na simu zile za juu. Kwa mfano unakuta 13 bei ambao ungeweza kununua labda hiyo refurb kutokea Apple Store, ungeweza kupata labda iPhone 15. Kitu ambacho mwanakita inakuwa si rahisi kwa nchi zetu kuafford au kupata simu za namna hiyo. Kwa mwanakita, hapo ndo nimekuelekeza namna ambao refurb huwa zinapatikana. Sema tu wengi watakuwa wanajiuliza, kwa nini baadhi ya refurb zinasumbua? Baadhi ya refurb zinasumbua mwanakita ni kulingana kwamba baadhi ya refurb zinakuwa na vifaa ambavyo sio vizuri, kitu ambacho mwanakita lazima tu ikusumbue. Kama vifaa vingine kama sijui kioo na vitu vingine unakuta vinakuwa na changamoto, ndio maana baadhi ya refurb huwa zinasumbua. Lakini tokea ujue refurb mara nyingi kitu kama betri lazima ibadilishwe, kwa sababu utakuta betri simu ambavyo ilikuwa used betri ilikuwa 70 na kitu, lazima ibadilishwe ili betri isome 100. Na kama unajiuliza refurb je inakuwa kwenye box? Refurb inakuwa kwenye box kabisa, full boxed, na baadhi yake ndo wengi wetu huwa tunaziita mpya. Ndio maana ukija hapa kwetu mwanakita ukiuziwa refurb utaambiwa, used utaambiwa, na non active utaambiwa, kwa sababu simu pekee yenye sifa ya kuitwa simu mpya ni simu non active, kwa sababu hiyo ndo 0 km. Ni kama magari tu, gari lenye sifa ya kuitwa gari jipya kabisa ni 0 km. Hizi zingine hizi sijui used from Japan huwa tunanunua kulingana na uchumi wetu, na developing countries ambazo zipo au sub-Saharan country huwa tuna afford zaidi used, ndio maana hizi huwa tunaziita na zenyewe mpya. Lakini kama utakuwa unajiuliza, je, ni sahihi kununua simu refurb kwa sasa? Mwanakita, kuna simu hazipingiki kwa wewe kupata simu ambayo sio refurb. Kwa mfano, iPhone 13 kwa sasa ikiwa utaki refurb, either way uchukue used. Na habari nafu ni kwamba 13 ni ya muda sana, iliachwa kutengenezwa mwaka 2022 baada ya 14 kutoka. Kwa hiyo hata ukipata used ni mara chache sana kupata used ambayo sio refurb, kwa sababu ina maana ilikuwa refurb ikauzwa kama full boxed, baada hapo ikaja kama used, unaweza ukauziwa. Kwa hiyo unatakiwa tu uchague ofisi nzuri ili upate kitu kuzuilia. Kuna simu hazipingiki kabisa, at least simu ambazo zimeacha kutengenezwa miaka hivi karibuni, kwa mfano kama 16, 15 Pro na Pro Max na zenyewe zilikuwa zinapatikana, lakini sasa hivi zimeanza kupotea kabisa, si rahisi kuipata. 15 ya kawaida kwa sababu base model huwa zinachelewa kuacha kutengenezwa, ndio zenyewe at least unaweza kupata non
active. Na kama ulikuwa unajiuliza hizo simu ambazo zimeachwa kutengenezwa, simu ambazo zinauzwa ni simu za namna gani, maana kita nadhani nimeshakujibu ndio hizo refurb, kwa sababu tukianza iPhone 12 iliacha kutengenezwa baada ya 13 kutoka, 13 baada ya 14 kutoka iliacha kutengenezwa, 14 the same baada ya 15 kutoka, 15 the same baada ya 16 kutoka, na 16 imeacha kutengenezwa mwaka huu baada ya 17 kutolewa. Kwa maana kita unatakiwa tu uchague ofisi nzuri ili upate elimu nzuri, ili pia hata wewe unachokinunua huu unaweza kukijua. Na bahati nzuri kwamba maana kita ukija ofisini kwetu kama ni used utaambiwa, refurb au na active zote utaambiwa. Kwa mfano mwaka huu sisi hatuna mpango wa kuuza 15 Pro na Pro Max ambazo ni refurb. Ndio maana tumekosa na active kabisa ambao tulikuwa tunaweza kuuzia full boxed. Kwa sasa option yake tunauza 16 Pro Max na 16 Pro kama option ya 15 ambazo zenyewe ni used, ambazo hazimjui fundi kabisa, yani sio refurb. Naamini hapo mwana kita nimeshawajibu maswali ambayo mmekuwa mnaniuliza sana, na kama nimekujibu mwana kita, sidhani kama utaweza kunilipa chochote mwana kita zaidi ya kutufollow, kusave post kwa ajili ya matumizi ya baadaye mwana kita, ili usiulize tena maswali, lakini pia kushare na mshikaji wako ili naye mwenyewe ajue refurb ni simu za namna gani. Lakini pia akiuliza nani mkusanua mwana kita, usite kumwambia kwamba simu kitaka tusanua, simu kitaka katisha, no.